Wamama hai. Wamama hai. Wanaume hello. Ai. Wamama hai. Wamama hai. Wanaume hello. Vijana power. Safi kabisa. Habari zenu jamani. Mimi kwa majina naitwa Tina Ogali. Nashukuru sana kwanza Maulana kwa nafasi ametupatia kujumuika leo. Tangu nije hapa hata mafikiro yangu jana na juzi. Nimekuja hapa kwa sababu ya sababu ngapi? Moja. Nitasema kuwa leo, na nimesema wazi kwamba leo si siku ya kupiga siasa. Siasa sinakuja mbele. Sinakuja mbele. Ni nini imetuleta hapa? Nini imetuleta hapa? Kitu ambacho hata serikali yenyewe inapigia upato. Si ndio? Na ni elimu ya watoto wetu. Nataka kama mzazi leo mimi niongee na wewe mama, niongee na wewe ambaye ni baba. Tafadhali. Kama mtoto hajaenda shule tuzungumze. Nimekuja hapa leo hata chief mwenyewe hapa ACC na DCC wanasema kuwa wanajua watoto wako nyumbani, lakini wazazi hawajapata ujasiri kuja kutafuta usaidizi. Ofisi hii uliona hapa iko hapa kwa sababu na kwa ajili ya nani? Yenu nyinyi. Sasa msipokuja si wanakaa wafanye kazi. Jamani, lazima tujisukume, tuwe na msukumo ya kupatia na watoto wetu nafasi kushindana na wengine katika ulimwengu. Baba anatoka Lavington. Bora amesoma atapata nafasi sawa. Hakuna tutauliwa kwamba ati sasa wewe ni mtoto ulipata ulilelewa Soweto. Hakuna mtu nani amewahi kuulizwa hiyo swali. Because they understand the importance of education. And as long as wewe mwenyewe unajituma kama mtoto, tafadhali mzazi tupatie watoto wetu nafasi. Na watoto wetu mlio hapa, Mungu awasaidie. Lakini kabla niingie kwa watoto, wacha niongee na wazazi. Wengi wetu tunasimama hapa kwa sababu ya maombi ya mama zetu. Mamangu anakaa hapa Mayango na baba yangu. So mimi ni mtoto wa wapi? Embakasi East. Mimi najua maombi ya mama yangu ndio imenifikisha hapa nilipo. Akina mama tuombee watoto wetu. Hizi shule ambazo hata tunawapeleka nyakati nyingi ziko mikononi mwa watu wengine. Shetani naye anazunguka kabisa kuhakikisha kuwa anateka nyoyo za watoto wetu wakiwa bado wachanga, kwa sababu hapo ndiye anajua anapata wafuasi. So wewe kama mama, please let us talk to our daughters and sons. Tuongee na wao vizuri, tujadiliane na wao. Mtoto akikuja kwako na malalamishi, hebu msikize jamani. Hawa watoto wetu pia wanaenda shule, wako na mental health issues. Kuna mtoto maybe kitu namfanyikia na wewe unashughulika na biashara yako tu. Biashara yako tu. Unajua kuna siku moja utatengeneza pesa nyingi na huku angalia mtoto, alafu utaangalia pesa, uangalie mtoto uchukue pesa utupe. Kwa sababu hazina nini? Faida kwako. And that is why as mothers, as fathers, we have a responsibility to bring up the generation. And also fathers. I've talked to mothers, fathers. Unajua nasema kama makuhani wakuu wa nyumba zetu ni nani? Akina baba. As a father, you are the priest of your house. And a priest, watu unajua kanisani priest kazi yake ni gani? Yeye ndiye anafanya nini? Anaendeleza misa, si ndio? Anakuelekeza misa na maombi. Sasa wewe kama baba, mwanamume wa nyumba yako, usipoelekeza misa na maombi katika nyumba yako, hiyo nyumba itapotoka. Mungu alijua ni kwa nini aliweka baba na mama. Mambo mengi yanafanyika. Nimesikia jamaa anasema hapa kuwa kesi kubwa ambazo zinafanyika kwa nyumba ni kesi za ndoa. Hata mkipigana, please muache watoto out of your wars. Please tafadhali. Mimi na hoji watu wazima huko Radio Citizen kila wakati. Unapata mtu mwako 50 years anakwambia, unajua mimi nilipokuwa mdogo mama yangu alikuwa ananifanyia hivi. Nilipokuwa mdogo baba yangu alikuwa ananipiga teke na ngugo huku na crack kichwa. They're called childhood traumas. Tina Ogali, msinisahau jamani, na mimi sitawasahau. Watoto watasoma kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Asanteni. Makofi ya mama tafadhali. Makofi ya mama. Mama anaweza hawezi? Anaweza hawezi? Na mama akongangari yako na jeshi hapo nyuma ni tunavunga tunatoa wenye wanakuja kutupima. Si ndio hiyo? Hao wenye wanakuja kutupima watafute kwingine.